wa 2025. Naitwa Jacinta Nyabeta, lakini kabla tuanze nitakuwa nakupa kwanza himizo la siku. Himizo la siku ya leo na natoa himizo kwa kitabu cha Wafilipi 2:3 ambayo inasema kwamba msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Nirudie tena, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kidogo tu, hiki ni kifungo cha Biblia ambacho nimewasomea asubuhi ya leo kuwapa tu himizo. Ni himizo la siku ya leo, na kidogo tunaona kwamba kutoka kwa kitabu hiki cha Wafilipi tunaonyeshwa ama tunahimizwa kuwa wanyenyekevu na pia kukataa majivuno ama ile kujionyesha vizuri na ushindani kati ya wenzetu. Kwa hivyo ni kunyenyekea kwa jambo lolote ambalo unafanya, na pia kuwavuta wenzetu mbele. Usijione kwamba wewe umefika ama wewe umefanya jambo fulani vizuri kuliko mwingine, kwa hivyo uanze kumcheka. Kidogo tu unajinyenyekeza na pia unasonga polepole na pia kumsaidia mwingine. Kidogo ukimsaidia mwenzako, naye atakusaidia wakati labda kwenda mbele, ama labda tu wakati wowote ambao pia wewe utakuwa unahitaji msaada. Kwa hivyo kutoka kwa himizo la leo ni kukumbusha tu wewe ambaye unaendelea kunitazama asubuhi ya leo kwamba unyenyekevu na pia kuacha ushindani pamoja na watu wengine, na pia kuacha majivuno. Kunyenyekea na kuacha majivuno ni yale ambayo nakwambia asubuhi ya leo katika himizo. Kwa hivyo natumai kwamba kuamka na kujua kwamba ama hilo himizo ambalo nimekupa litakuwa linakusaidia kuanza siku yako. Najua kwamba watu wengi mmeamka sasa hivi mnaendelea kufikiria labda unataka kufanya nini ama unataka kuanza asubuhi yako vipi. Hayo yote usiogope, kwa sababu hapa ndani ya Ndizi TV Africa tutakuwa tunakuelezea hayo yote ili uweze kuyajua na pia kujua jinsi utaanza siku yako. Kwa hivyo siku ya leo kumbuka kwanza, kwa yale yote ambayo utakuwa unayafanya, kumbuka kuacha majivuno nyumbani na pia kunyenyekea. Kwa hivyo kunyenyekea, tunajua kwamba yule ambaye ananyenyekea atainuliwa. Kwa hivyo tuache majivuno kidogo kwa sasa, tunyenyekee kidogo. Naam, tukisonga mbele mpenzi mtazamaji, tuanze kidogo kwa kuendelea kuashiria ama kuzungumza taarifa ama kukuelezea yale ambayo yalitokea siku ya jana kwenye nchi yetu ya Kenya, tukianza na ziara ya Rais William Ruto kule Mlima Kenya, ambayo ilianza katika eneo la Laikipia na pia Nyeri, ambapo Rais William Ruto alionekana ama kuahidi kuongeza juhudi za kuimarisha usalama katika eneo hilo, na pia kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata fursa ya kupata elimu kupitia pia kwa ujenzi wa shule. Na pia Rais William Ruto akizungumza katika eneo hilo la Laikipia alisema kuwa serikali itakuwa inajenga barabara nzuri katika eneo hilo, masoko, na pia kuleta umeme ili kuboresha hali ya maisha ya watu ama ya wananchi kwenye kaunti ya Laikipia. Lakini pia Rais William Ruto alielezea kuwa hatua hizi ni sehemu tu ya juhudi ambazo watakuwa naweka yeye na serikali yake ili kuleta maendeleo na kuendelea kutatua changamoto za aina za kiusalama pia katika eneo hilo la Laikipia na Nyeri ambazo zimekuwa zikiripotiwa katika kaunti hiyo na maeneo mengine mengi nchini Kenya. Tutazame ni kipi kile Rais William Ruto alizungumza hapo jana. Rais William Ruto ameanza ziara yake ya kikazi leo katika kaunti ya Laikipia, ambapo alisisitiza kuwa ataendelea kuhakikisha usalama katika kaunti hiyo. Rais alisema kuwa serikali yake itahakikisha kuwa kila mtoto anapata nafasi ya elimu kwa kujenga shule zaidi katika kaunti hiyo, huku akielezea juhudi za kujenga barabara, masoko na kuleta umeme ili kuboresha hali ya maisha ya mwananchi wa Laikipia. Liana ya kwamba Laikipia hii imeteseka kwa miaka nyingi kwa mambo ya wizi wa ng'ombe na mambo ya ukosefu wa usalama na wananchi kukosa kuishi kwao kwa sababu ya magaidi na wakora na wale matapeli, watu wanaotuharibia amani. Mimi niliwahakikishia ya kwamba hiyo maneno ya ukosefu wa usalama sehemu hii tutakabiliana nayo na tutahakikisha kwamba mko na amani ya kutosha. Jenga mashule 9
sehemu hii ya hapa, kutoka hii shule yenu ya Ngarashi, sehemu hii yenu ya hapa Ngarashi. Ni kweli ama si kweli? Leo mimi nimekuja kufungua majengo haya kwa sababu majengo mingi katika mashule yetu ilikuwa imeharibika. Mashule yetu iliharibiwa na wale wezi wa ng'ombe na kuharibu mambo ya masomo na mambo ya maendeleo katika sehemu hii yenu. Tunaelewana watu wa Laikipia? Sio shule hii ya Ngarashi peke yake. Shule ya Kirima tumejenga. Hiyo barabara yenu mbili, hiyo ya kutoka pale Kinamba mpaka ifike Matweku kupitia pale Mwenje. Hiyo barabara tayari tumetangaza, tumeweka kandarasi, nimeambia wizara ya kwamba waanzishe hiyo barabara liana, ya kwamba tunawapatia milioni 720 ya kuunganisha stima kwa watu 4,000 wapya hapa Laikipia. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki alitoa shukrani kwa Rais Ruto kwa juhudi kubwa za kumaliza uhalifu katika kaunti ya Laikipia. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, Kindiki alielezea kuwa msaada wa rais katika kupambana na uhalifu umeleta mabadiliko makubwa katika eneo hilo, huku akisisitiza kuwa usalama umeimarika na jamii ya sasa inajivunia amani. Sana sana wakazi wa sehemu hii, kwa sababu wakati ulichukua usukani wa kuongoza taifa letu la Kenya 2022, mahali hapa usalama ulikuwa umeharibika kabisa. Watu walikuwa wamefukuzwa hapa na majangili na wakora na wezi wa ng'ombe. Ndio ukaamrisha tarehe 13 Februari 2023 tuwe na kikosi ama tuwe na operation ya polisi wakisaidiana na wanajeshi wetu kurejesha amani katika taifa letu la Kenya, kurejesha amani katika kaunti 6 ambazo zilikuwa zimeathirika: Laikipia, Baringo, Elgeyo Marakwet, Samburu, Turkana na West Pokot. Na ukanituma hapa nikiwa waziri wako siku hiyo wa usalama wa taifa. Wewe rais ukatuunga mkono. Hata kama uchumi ulikuwa mgumu, ukatutafutia pesa. Tukanunua magari ya kisasa ya polisi, armored personnel carriers and mine resistant ambush protected vehicles. Tukakuja hapa rais, tukasungukana na hao wakora, Mungu akatujalia. Viongozi wengine wa Laikipia walimshukuru Rais Ruto kwa juhudi zake katika kuleta amani na maendeleo katika kaunti hiyo. Walielezea kuwa ziara ya rais ni ishara na kujitolea kwake katika kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Na walisema kuwa hatua za serikali katika kuimarisha usalama na kutoa huduma za kijamii zimeleta mabadiliko makubwa, hasa katika maeneo yaliyoathirika na migogoro ya kisiasa na kijamii. Laikipia ni watu ambao wametoka sehemu mbalimbali wakaja kuishi pamoja Laikipia kwa umoja na upendo, na jambo ambalo wamekuwa wakitafuta ni amani tu, wajifanyie kazi yao. Na rais na Profesa Kindiki akiwa waziri wa interior waliweza kudhibiti hiyo amani na kuhakikisha wakora wa ng'ombe na wale wa kusumbua nyinyi usiku wamefurushwa. Mimi rais nataka kuchukua on behalf ya hao watu wetu wa Laikipia, the great people of Laikipia, nataka kuchukua hii nafasi kukushukuru sana. Nataka kuchukua hii nafasi kukushukuru kwa sababu ya mambo matatu manne. Leo tunashukuru ile maendeleo ya shule, lakini hapo mbele kuna mambo umeyafanya. Kwanza tunakushukuru kwa sababu vile unatuona hapa, zile jamii tunakaa katika Laikipia, wakati huu tunakaa na amani. Ni shukrani kubwa sana. Juu mimi kama mama, hakuna kitu ilikuwa inanitia hofu kama hao watu kunipigia simu usiku wakiniambia wamepatwa na majambazi, ng'ombe zao zinaibiwa, mbuzi zao zinaibiwa. Lakini siku ya leo, Your Excellency the President, tumemaliza miaka 2 bila wakora kukuja kutusumbua, na tunaomba hii usalama iendelee
na tunaendelea kukushukuru ati watu wetu wanalala kutoka usiku mpaka mchana bila kusumbuliwa na mtu yeyote. Nikiripotia runinga ya Ndizi TV, langu jina Oro Nelfa. Naam, ni ripota wetu Nelfa Oro ambaye alikuwa anatuarifu kuhusu ni yepi yale yalitendeka kule Mlima Kenya, ambapo tumesikia viongozi mbalimbali wakiendelea kuangazia masuala ya kuunda miradi tofauti katika maeneo hayo. Tumesikia Profesa Kithure Kindiki, naibu wa rais, akisema kwamba wakati Rais Ruto aliingia serikalini mwaka wa 2022, wakati ule kaunti hiyo ya Laikipia ilikuwa na ukosefu wa usalama, lakini kwa sasa kidogo usalama unaendelea kuimarika katika kaunti hiyo, na pia viongozi tofauti wakizungumzia kuhusu yale maendeleo ambayo yamekuwa yakifanywa katika kaunti hizo. Na pia tulikuwa tumeona wale wandani wake aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua pia wakijiingiza kidogo, ni kama kidogo wameanza kugeuza upande, wakianza kuegemea kwenye upande wa serikali. Lakini kidogo tu, labda tena kidogo tujue kwamba ni yepi yale Rais William Ruto alifanya kwenye kaunti ya Nyeri, kwa sababu alikuwa kwenye kaunti ya Laikipia hapo jana na kaunti za Nyeri. Kwa hivyo katika ziara yake ya kuzuru kaunti ya Nyeri, Rais William Ruto aliwahutubia wakaji wa huko na pia eneo bunge la Kieni, ambapo alitaja kwamba serikali iliundwa ili na kura za Wakenya wote, na ndio maana aliamua kwamba hatamfungia Mkenya yoyote nje kwa kupata maendeleo na pia kwa kupata yale yote ambayo wananchi wengine wanapata. Ripota wetu Onkundi Edwin anatuarifu mengi zaidi. Akizungumza katika upande wa Kieni katika kaunti ya Nyeri, rais amewaomba viongozi kutoka eneo hilo kuungana ili kuhakikisha maendeleo katika kaunti hiyo. Aidha, rais ameweza kuhakikishia wakazi wa eneo hilo kuwa atakuwa anafanya kila mradi ambao ameanzisha ili kuhakikisha kwamba umekamilika. Ile kazi mlinipatia ya kuhakikisha kwamba tunasimamia masomo ya watoto wetu, ile ya kilimo, ile ya maendeleo ya barabara na stima na hiyo ingine, nitahakikisha ya kwamba hiyo kazi inafanyika, na ikiharibika ya Nyeri hii muniulize mimi. Kwa upande mwingine, Mutahi Kahiga ambaye ni gavana wa Nyeri amemtaka Rais William Ruto kuendelea na ziara yake katika eneo hilo ili kuhakikisha kuwa eneo hilo linapata maendeleo. Leo sisi tunasema rais amefanya vizuri kutuletea nini? Maendeleo. Na tungetaka tumhakikishie asiwe akiambiwa ati asikuje Nyeri. Sisi tunataka akuje tena na atuletee nini? Na Alex Wachira ambaye pia ni katibu wa kudumu katika wizara ya Kawi amehakikishia wakazi wa eneo hilo kuwa serikali imetenga kiasi cha shilingi bilioni 8.3 ili kuhakikisha kwamba mradi wa stima unaingia mashinani katika eneo nzima la Mlima Kenya. Niwaambie tuko na takriban 8.3 billion shillings ya kuconnect stima Mlima yo. Si rais anatupenda. Nikiripotia kituo cha Ndizi TV Africa, jina langu ni Edwin. Naam, ni baadhi ya viongozi katika kaunti hiyo ya Nyeri, haswa kwenye bunge la Kieni ambapo Rais William Ruto alitembea hapo jana, na jinsi tumesikia kutoka kwa ripota wetu Edwin Onkundi, amekuwa akituarifu kuwa viongozi wengine kama mmoja wao Mutahi Kahiga ambaye pia amekuwa akionekana kidogo kuwa upande wake aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, siku ya jana alionekana kumkaribisha Rais William Ruto nyumbani, na pia akaonekana kuambia watu katika kaunti hiyo ya Nyeri wamkaribishe na Rais Ruto, akimwambia pia Rais Ruto asitishwe na yoyote ama asiambiwe kwamba hafai kuelekea Mlima Kenya. Kwa hivyo alifanya ziara yake Rais William Ruto alifanya siku ya jana, na tuliona kwamba watu wengi sana walikuwa wanangojea kusikiza ama kuona kwamba ziara ya Rais William Ruto baada ya miezi 6, na hapo ni baada pia ya naibu wa rais ama aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kutolewa ofisini. Je, hii ziara yake ingekuwaje? Kwa hivyo kwa siku ya jana watu wengi watasema kwamba labda kidogo kwa Rais William Ruto ni safari ambayo iliendelea vizuri ama ilianza vizuri, kwa sababu alipokelewa
na wakazi wa maeneo hayo ya kaunti hizo mbili za Laikipia na Nyeri alipokelewa vizuri kuliko jinsi watu walikuwa wametarajia kwamba Rais William Ruto labda kidogo angekaribishwa vizuri kwenye eneo hilo la Mlima Kenya. Lakini jinsi tuliona kutoka kwa safari yake ya jana, tuliona kwamba kidogo Rais William Ruto alipokelewa vizuri, na pia wale viongozi ni kama kidogo viongozi hawa wanataka maendeleo. Kwa hivyo kwao kupata maendeleo kidogo lazima wamkaribishe Rais William Ruto nyumbani kwao. Kwa hivyo tumeona viongozi wengi wakimkaribisha Rais William Ruto, lakini pia tumeona Rais William Ruto akitembea, si hatembei peke yake, akitembea anatembea na naibu wa rais, anatembea na wabunge tofauti kwenye maeneo hayo ama kwenye kaunti hizo mbili, na pia anatembea na mawaziri wake, na wakati anazungumza na watu ama wananchi wa Kenya anawaambia kwamba jambo fulani litakuwa linatekelezwa kutoka huu muda mpaka huu, ama tumetenga wakati, labda akiweka ahadi yoyote, alafu unaona kwamba pia yule waziri ambaye anatembea naye anaendelea kuyaandika chini ama anaendelea kuyasikiza yale ambayo Rais William Ruto anaendelea kuyataja. Kwa hivyo kwa siku ya jana tutasema tu kwamba kidogo Rais William Ruto alikuwa na siku ya kwanza nzuri katika ziara yake. Labda tuone siku ya leo itakuwaje, ambapo tunajua kwamba siku hii ya leo pia atakuwa nazuru katika maeneo tofauti na kaunti nyingine kwenye Mlima Kenya, ambazo nitakuwa na kuelezea hapo tu kidogo tu. Lakini pia siku ya jana tuliona viongozi wa upinzani kiwemo kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, kiongozi wa chama cha APK Eugene Wamalwa, na pia kiongozi wa People's Liberation Party Martha Karua wakijitokeza jijini Nairobi wakizungumzia wanahabari, wakieleza kwamba kidogo hatuamini usaili ambao unaendelea kufanywa na kutafuta makamishna pamoja na mwenyekiti wa IEBC, ambapo walizungumza na wanahabari wakiwaambia kwamba kuna mmoja ambaye walimtaja ama mmoja wa wateule wa mwenyekiti aliyeteuliwa kwenda mbele ya jopo lile ili kusailiwa kuhusu kuwa mwenyekiti wa tume ya IEBC ambaye ni Joy Mdivo. Walisema kwamba Joy Mdivo kidogo alikuwa ni mmoja wapo wa wale ambao wamefanya kazi ama wamefanyia Rais Ruto kazi. Kwa hivyo hawataki akue pale kwa sababu amefanya kazi kwa chama cha UDA, na viongozi wa upinzani hao pia walijitokeza kudai kwamba Rais William Ruto anawalagai wa Kenya, hasa kulingana na mchakato unaoendelea wa usaili wa majaji ama wawaniaji wa wenyekiti na makamishna katika tume hiyo ya uchaguzi ama ya IEBC. Na pia tutakuwa tunaangazia ripoti hiyo jinsi ilivyoandaliwa na ripota wetu Deborah Chemtai. And I want the people of this country to listen to me. When an audit was done on the system of NHIF, a forensic audit was done, 3 million fake. Akiwaongelesha wanahabari, Martha Karua alitaja kuwa Rais William Ruto ameingilia uhuru wa uteuzi wa makamishna katika tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, akilishawishi jopo linalowasaili wawaniaji hao kuwateua makamishna ambao wanamuunga mkono Rais Ruto, akidai kuwa jambo hili lina madhumuni ya kuibia kura katika uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. We address you on two critical issues confronting the country as the socio-economic crisis worsen. The recruitment, saying he is trying to recruit a William Ruto commission, electoral commission, instead of an independent electoral and boundaries commission. This nefarious exercise, we believe, is intended to manipulate or rig the next general election
Vilevile Karua amefichua kuwa baadhi ya wawaniaji wa ukamishna IEBC ni wasimamizi wa viongozi wa chama cha ODM ama ni wendani wa viongozi wa Kenya Kwanza, na hivyo amelitilia shaka uaminifu wa jopo hilo lililotupilia mbali maombi ya wawaniaji wafikao 1400 wa ukamishna na kuwateua wawaniaji 111 ambao baadhi yao wamefika mbele ya jopo hilo kusailiwa, huku wengine wakitarajiwa kabla ya tarehe 25 mwezi huu wa Aprili. That has clearly lost the trust and confidence of a majority of Kenyan people. So far, the shortlisting process has left out Kenyans with credible qualifications and experience based on our assessment over the 1,400 who applied for positions. And it happened the same way with those who applied for chairperson. Kiongozi wa Wiper kwa upande wake amepinga uteuzi wa jopo hilo la IEBC akisema kuwa halina uwazi na kwamba upande wao wa upinzani haukushirikishwa, jambo lililoungwa mkono na kiongozi wa DAP Kenya Eugene Wamalwa, akisisitiza kuwa iwapo upinzani utaachwa nje ya maamuzi, wao hawatakubaliana na uteuzi wa mwenyekiti ajaye. Tunaangalia kabisa kwa kindani, hatulali. Na mimi mnakumbuka kwamba siku chache tu zilizopita niliandika barua nikamwandikia Mheshimiwa Raila na pia nikampa kopi Mheshimiwa William Ruto. Swala hili ni la sisi zote, aliwezi kuwa swala la upande moja, kwa sababu ukiwa ni upande moja basi Wakenya na dunia nzima itaelewa kwamba hii ni William Ruto Commission, na hiyo hatuwezi kuruhusu. Na yeye na Bwana Ruto wako kwa serikali ya broad based. Sisi ambao tumesalia kwa upinzani tumesimama na wananchi na Gen Z na tumesema hatutaingia serikali ya Zakayo, hatuko kwenye broad based. Kwa hivyo haiwezekani pahala tumefikia Bwana Raila na Bwana Ruto wakutane kwenye ikulu wakiwa watu wa broad based wasemezane peke yao. Ni viongozi wa upinzani wakiwamo Rais Kalonzo Musyoka pamoja na Eugene Wamalwa na Martha Karua ambao wanazungumzia kuhusu usaili ambao unaendelea wa IEBC ama wa kuwatafuta wenyekiti pamoja na makamishna wa IEBC. Na kidogo tuliwaona siku ya jana wakizungumza wakisema kwamba Rais William Ruto anataka kuwaeka watu wake ili kuweza kujipangia pale wakati itakapofika mwaka wa 2027 wakati wa kura, apate kwamba anatengeneza ama kwa sasa Rais William Ruto anataka kutengeneza watu wake ama IEBC ambayo ina watu wake ambao watamsaidia kupata ushindi ifikapo mwaka wa 2027. Lakini hatujui kama ni kweli, lakini wale wanasiasa hawa ama viongozi hawa Martha Karua pamoja na Eugene Wamalwa na Kalonzo Musyoka walisema kwamba watakuwa wanaelekea kotini ili kuendelea kupinga yale yote ambayo yanaendelea, na pia ingawaje bado wale ambao wameteuliwa hawajapeanwa majina yao, hayajatangazwa kabisa, lakini wakitangaza alafu wapate kwamba wale ambao wamefanya kazi na Rais Ruto hapo awali majina yao yapo pale, pia watakuwa wanaendelea kupinga uamuzi huo ama kupinga wale ambao wameteuliwa. Kwa hivyo kwa sasa tutakuwa tunayafuatilia mambo haya kwa makini zaidi ili tuweze kujua kama ni kweli au si kweli kwa madai haya ya viongozi hawa wa upinzani. Lakini pia tuliona Rais William wakisema kwamba sio Rais William Ruto, kwamba sio yeye peke yake, ana watu kwenye jopo ama ambao wameteuliwa kuingia kwenye usaili huo. Sio hao peke yao, bali pia wake kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga pia alikuwa na watu wake kwenye wateule hao na viongozi hao wawili. Kwa hivyo kwa sasa kidogo ni kama chama cha upinzani kinaambia Wakenya wawe makini, haswa kwa wale ambao watakuwa wanateuliwa kuingia kwenye tume hii ya IEBC ambao wanatarajiwa kuingia
wakiingia afisini, kwa sababu tunajua kwamba tume hii ya IEBC haijakuwemo kwa miaka miwili na sasa, na pia tunajua kwamba kuna mengi ambayo bado hayajafanyika, na miaka 2.5 sio wakati utakaotosha kufanya mambo haya yote. Tunajua kwamba kuna viongozi tofauti ambao wameaga, kuna magavana ambao wanafaa labda kuenda, kuna kaunti tofauti zinafaa kuchagua magavana, kuna kaunti ama kuna bunge tofauti ambazo zinafaa kuchagua wabunge wao. Kuna chaguzi nyingi ndogo ambazo bado hazijafanywa. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo hayajafanyika. Na kwa sasa hawa ambao wanaendelea na usaili ama wanaendelea kufanyiwa usaili, wakiingia afisini watakuwa na miaka 2 peke yake ya kufanya mambo ambayo yangefanywa kwa miaka 5. Kwa hivyo pia ni jambo ambalo pia jopo hili ambalo linaendelea kuwauliza maswali hawa wateule linawauliza haswa, wewe ukiingia ofisini, kwa sababu tunajua kwamba sasa hakuna wakati ambao utakuwa umepewa hautakuwa ni wa kutosha. Kwa hivyo ukiingia ofisini utafanya nini, ama utaanza na kufanya nini? Ni lipi lile ambalo utalipa kipaumbele, ama utalipa ile inaitwaje, ambalo utalifanya kwanza kabla ya mambo mengine? Kwa hivyo bado hatujajua kwamba ni nani atateuliwa, lakini iwapo watateuliwa, wale mwenyekiti pamoja na makamishna itabidi wameanza kazi yao mapema. Kwa hivyo ni kuomba kwetu kwamba labda kama nchi yetu ya Kenya, hatutaki, labda sidhani kama wananchi wanataka uchaguzi usongeshwe mbele ama ufanyiwe chochote. Wanataka ifikapo mwaka wa 2027 wa Kenya wapige kura. Lakini iwapo tume ya IEBC haitakuwa imejiandaa kuanzisha ama kufanya uchaguzi huu, je, Wakenya watafanya nini? Kwa hivyo ni jambo ambalo tunaendelea kulifuatilia kwa umakini, na tutakuwa tunakuelezea yale yote ambayo yanaendelea na yatakayokuwa yanatokea kulingana na usaili huu ambao unaendelea wa kutafuta makamishna pamoja na mwenyekiti wa tume ya IEBC. Tukisonga mbele, kuna mengi ambayo tutakuwa tunaangazia asubuhi hii ya leo, ikiwemo sekta ya afya. Eden Duale alizungumza hapo jana, lakini bado kabla tuzungumzie masuala ya afya, tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi kwenye kipindi chetu cha Pambazuko, lakini endelea kujiunga nami kwenye mtandao wa Facebook @NdiziTV News Digital pamoja na YouTube @NdiziTV News. Nami mwenyewe utanipata kwenye Facebook @Nyabeta Bosire, ili tuendelee kujiunga pamoja. Nitakuwa narejea kwa muda usiokuwa mrefu. Endelea kuwa nasi ndani ya Ndizi TV Africa. Unatazama Ndizi TV Africa. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289.
au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba klase zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimil Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Unatazama Ndizi TV Afrika. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji unayeendelea kujiunga nasi kwenye kipindi chetu cha Pambazuko, ikiwa ni siku ya
siku ya Jumatano, kunradhi tu, siku ya Jumatano ambayo ni siku ya pili ya Aprili mwaka huu wa 2025. Naendelea kuarifu mengi ambayo yanaendelea nchini. Tukisonga mbele kwenye Wizara ya Afya ni kwamba waziri mpya aliyeteuliwa Aden Duale katika Wizara ya Afya amejitolea kuona kuwa utekelezaji wa kamili wa huduma ya afya kwa Wakenya wote inatekelezwa, huku akisema kwamba atawaondoa walaghai ambao anasema kuwa wamevuruga ajenda ya serikali katika sekta ya afya, na pia kusema kwamba atawatanguliza wote katika kupata afya njema. Aidha, waziri huyo Duale ametaja kuwa kutoka kwa utafiti ambao ulifanywa na ukaguzi ni kusema unaonyesha kuwa bima ya NHIF ilitapeliwa zaidi ya milioni 3, na kusema kwamba atakuwa anaangazia masuala hayo yote kuhakikisha kwamba afya nchini Kenya inaendelea vizuri. People who are accessing NHIF resources were found out. And I'm sure those people and those fake patients, they are watching me now. We know their names. Those facilities and providers, they are watching me. We have their names. Those who use a biometric fingerprints that don't belong to the original person. And if I am pushed to the wall, there are institutions in this country, not the Ministry of Health, that deals with the fraud, independent institutions. We will push their names and we will push their facilities, entities and locations. We must tell the Kenyan people the truth. So 3 million people were found who used the NHIF resources irregularly, illegally, and it became a huge health care fraud, health insurance fraud. I recently got a new name when I talked about SHA, when I was a Minister for Environment. Some people called me bulldozer because of a video making rounds. That was my genuine show of support for Taifa Care, even before the President, William Ruto, deployed me to the Ministry of Health. At that time, I was simply doing what I believe every government leader should do, championing what will make our health system work under the whole government and whole society approach. I will not run away from that name. Please keep on calling me the bulldozer. In fact, let me own it from today. Bulldozers don't build. They clear the way. They remove the obstacles. They make space for progress. And that's exactly what I intend to do here at Afya House. Naam, ni waziri wa afya Aden Duale akizungumza hapo jana wakati alikuwa anachukua usukani kwenye wizara hiyo ya afya, ambapo pia alizungumzia masuala mengine. Alipokuwa anachukua hatamu hapo jana kwenye wizara ya afya, aliwashukuru pia waliokuwa mawaziri katika sekta hii ya afya, Deborah Barasa pamoja na Susan Nakumicha, akisema kwamba walifanya kazi ile walioweza na kwamba hahitaji kuwa daktari ili kuweza kuongoza wizara hii ya afya. Na pia alisema kwamba waziri Duale aliongezea kwamba kwa sasa ana ule mkono ama ameshikwa mkono na Rais William Ruto, na Rais William Ruto amempa nafasi ya kikamilifu katika kuhakikisha kuwa mpango wa Universal Health Care unafanya kazi na kwa manufaa ya wote ama Wakenya wote. Na pia alipongeza hawa mawaziri ambao walikuwemo, ambao ni Deborah Barasa pamoja na Susan Nakumicha. And ask yourself a very good question. Why is the mortality rate, women who are dying when giving birth, why is the mortality rate very high in this country? Our neighboring countries are doing better. Because some of the drugs given to those mothers to stop bleeding are not the right drugs.
Ask yourself. So there was a lot of fraud in the system. So this digital health system, integrated system, is going to deal with all that. And that's why there is a lot of opposition to the reforms that is taking place in the health sector in our country. And I want to assure the people of Kenya, from the president, universal health care will work. It will work, inshallah. And it will work for the people of Kenya. And it will not work for the elite. It will work for the ordinary citizens. Those of us who are standing on this side, we have a very robust insurance scheme. The elite, for many years, have enjoyed good, robust insurance scheme. Universal health care will give a better health care, access, affordable, quality to the many and millions of Kenyans who cannot afford it. Was Susan Nakumicha a doctor? In the last 20 years, only 2 doctors served at the top leadership of this ministry. Professor Anyang' Nyong'o was the Minister for Medical Service. Beth Mugo was the Minister for Service. My good friend Kagwe was the minister. They were all politicians. So those who are there, they have other agenda. And I have a business to do here. And I don't do it alone. I do with the help of the men and women who work here. I do with the cabinet. I do with the president's advice, because my business is to advise the president. I work with the parliament, which was my home for 16 years. So tell them that the Minister for Infrastructure is not an engineer, he's not a roads engineer. My sister is a medical doctor. She is not a climate and environmental trained person. So those are very pedestrian arguments. Naam, ni Waziri Aden Duale hapo jana akizungumzia kuhusu mabadiliko ambayo yatakuwa mabadiliko ambayo yatakuwa kwenye Wizara ya Afya na yale mambo ambayo yatakuwa yanafanya tofauti na wengine. Hapo jana pia Waziri Aden Duale pia aliahidi kuwa madeni ya SHA yanayodaiwa yatakuwa yanalipwa kufikia tarehe 14 ya kila mwezi, na pia akataja kwamba pesa za kulipa ama za kulipia ICU pamoja na HDU, ICU ikiwa ni intensive care unit na HDU high dependence unit, zimeongezwa hadi shilingi 28,000 kwa siku, na pia wagonjwa wa saratani almaarufu oncology zimeongezwa pia hadi shilingi 1,550 na pia kwa mtu mmoja. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya mabadiliko ambayo waziri wa afya alikuwa anazungumzia hapo jana. Tuzungumze alikuwa na nini ya kusema. SHA will settle hospital claims by the 14th of each month. NHIF used to do 6 months and more. So by the 14th of every month, SHA will settle all the hospital claims by the 14th of each month. As earlier pronounced by His Excellency the President, effectively to today, 1st April, the ICU and the HDU bed rebate has been enhanced to Kenya shillings 28,000 per day, while oncology package for cancer patients has been enhanced to Kenya shillings 550,000 per person. Naam, tukisonga mbele ni kwingineko, waziri anayeondoka katika Wizara ya Afya Deborah Barasa pia anajivunia yale ambayo aliweza kuyatekeleza akiwa waziri wa afya, na pia Deborah Barasa alielekeza kwamba katika wizara ama alielekezwa kwenye Wizara ya Mazingira wakati ambapo Rais William Ruto alifanya kupangua kwenye mawaziri ama baraza la mawaziri, ambapo tulimuona Bi Deborah
Barasa akipelekwa kutoka kwa Wizara ya Afya akapelekwa Wizara ya Mazingira, na alifanywa mabadiliko hayo yalifanywa wiki jana na Rais William Ruto ili kuendeleza ubora katika sekta tofauti tofauti nchini Kenya. Tutazame kwamba ni yapi yale Deborah Barasa alikuwa nayo kusema hapo jana. Ladies and gentlemen, during my tenure, the ministry tabled key cabinet memos. One of them focused in upgrading the Jaramogi Oginga Odinga Hospital in Kisumu County to a level 6 healthcare facility. While taking care of long-term progress in our healthcare agenda has been a key preoccupation, we have been vigilant in ensuring that disease outbreaks that could compromise our efforts to keep Kenyans safe are in close check. Such outbreaks are Mpox, cholera, Marburg, Ebola from neighboring countries that have had our medical experts on high alert 24/7. Regarding continued funding of our programs in the wake of withdrawal of USAID support, we have considered alternative ways of keeping our healthcare system well-oiled to continue serving our people. The future can only get better. There has been 163% increase in social health insurance membership, with the current registration standing at 21 million, up from 8 million that had registered with the defunct NHIF. The total collection of the Social Health Authority is currently upwards of 31.6 billion. We have so far settled SHA claims to the tune of 24 billion and a further 21 billion under the Primary Healthcare Fund. This has ensured expanded access to social health insurance, with 13 million additional Kenyans covered. Meanwhile, the gazettement of new SHA packages beneficiary will be entitled to enhanced benefit packages that will cater better for cancer treatment and radically improve ICU payment limits. Naam, ni matamshi yake Deborah Barasa aliyekuwa anazungumza hapo jana wakati walikuwa kwenye hafla hiyo pamoja na viongozi wengine ambao ni pia tuliona wakizungumza kwenye hafla hiyo kuhusu yale mabadiliko ambayo Rais William Ruto amekuwa akifanya. Lakini kwa sasa tunachukua mapumziko mafupi kuangalia tu wale ambao wanaendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Facebook utatupata @NDZTV News Digital, YouTube @NDZTV News, na tovuti yetu ya www.ndztv.co.ke. Na namuona pale Dan Ogaro akisema watching live kutoka Kisii Nyaura, na pia namuona Le Grand Baba Chantel pia akisema good morning my sister, niko ndani ya show live. Kwa hivyo pia wewe unaweza nitumia ujumbe ukiniambia kwamba unatazama ukiwa pande gani, na pia utuelezee kwamba yapi yale unafikiria kuhusu taarifa ambazo tumekuwa tukikupatia ama yaliyojiri asubuhi hii ya leo, asubuhi ya Jumatano, siku ya 2 ya Aprili mwaka wa 2025. Nitakuwa narejea kwa muda usiokuwa mrefu kukuelezea kwamba ni yapi yanaendelea kwenye kaunti zetu pamoja na ulimwengu mzima. Naitwa Jacinta Nyabeta. Unatazama Ndizi TV Africa. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant.
assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELB na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College. We provide quality service and uphold high intellectual values. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Unatazama Ndizi TV. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV, tukiendelea na kipindi chetu cha Pambazuko. Nilikuwa nimekuarifu hapo awali kwamba tulikuwa tukuelezee kwamba ni yepi yale yalikuwa yanaendelea kwenye kaunti zetu tofauti tofauti, kaunti 47, na kwa sasa kuna mambo tofauti yanaendelea ulimwenguni na pia kwenye kaunti, lakini kidogo labda tuzungumzie kuhusu ulimwengu. Siku ya jana nilikuelezea kwamba Haiti na pamoja na Myanmar, ambapo siku ya jana Myanmar nilikueleza kwamba watu walikuwa wamepoteza maisha yao kwa sababu ya tetemeko la ardhi ambalo lilishuhudiwa katika nchi hiyo ya Myanmar, na kufikia sasa bado nambari ya wale ambao wameaga kutokana na tetemeko hilo la ardhi nambari yao imeongezeka kutoka 2,000 na kwa sasa inaelekea kufika 2,200 kunradhi. Kwa hivyo kwa sasa hayo ndio yanaendelea kwenye ulimwengu, na pia maafisa wengine wa Kenya ambao walitumwa kuelekea kwenye nchi ya Haiti ili kuweza kuwasaidia kupata amani, wakiendelea kujiandaa kwa kura ambazo zinatarajiwa kuanza mwaka ujao Januari, lakini kidogo ni kama bado hawajaweza kuleta amani ambao walikuwa wanatarajiwa kuleta nchini kule Haiti, na kwa sasa
sasa kufikia wiki jana tuliona kwamba askari mmoja kwanza alipoteza, ama askari wawili walipoteza maisha yao, na kufikia jana ripoti ni kuwa maafisa wengine wawili waliweza kuumia vikali kwa sababu ya zile crashes ambazo zimekuwa kule kwenye nchi hiyo ya Haiti. Kwa hivyo bado ni yale ambayo tunaendelea kuyafuatilia kwa makini. Tutakuwa tunakuelezea kwamba ni yapi yanaendelea kwenye taarifa zetu, na pia kwa yale ambayo yanaendelea kwenye kaunti zetu. Kaunti ya Kisii ni kwamba shahidi mmoja alijitokeza, aliyekuwa kwenye kesi cha Monda, aliyekuwa naibu wa gavana kwenye kaunti ya Kisii, alijitokeza akasema kwamba kidogo alikuwa ameahidiwa kwamba atapatiwa kazi kutoka kwa ofisi yake gavana Simba Arati, ambaye alizungumza akisema kwamba hiyo ilikuwa ni kidogo nilikuwa tu nimeahidiwa, ndio maana nilisema hiki na kile kwenye kazi hiyo, ambapo kwa yale ambayo Daktari Monda alikuwa ameambiwa, ama yale ambayo alikuwa ameakuziwa kwamba alikuwa amefanya, kwamba alikuwa amechukua shilingi 1,800 kutoka kwa Misati, ambaye alikuwa mmoja wa wale washahidi ambao walisimama mbele ya bunge na kusema kwamba Daktari Monda alikuwa amechukua pesa hizo kutoka kwake ili aweze kumpatia kazi katika Gusii Water Sanitation Company, lakini Monda hakuenda kumpatia kazi hiyo. Na pia Misati pia tuliona wakati alikuwa anazungumza mbele ya bunge, alisema kwamba testimony ilikuwa pale akisema kwamba alikuwa anataka kumtuma Monda nyumbani, lakini kwa sasa anasema kwamba sababu iliyofanya yeye simame pale na azungumze na aseme kwamba Daktari Monda alikuwa amempata ama alikuwa amepatia Monda pesa hizo shilingi 1,800 ni kutaka kumtuma Monda nyumbani, lakini mambo hayo hayakuwa ya ukweli. Kwa hivyo ni mambo ambayo tutakuwa tunaangazia, kwa sababu hizi ni accusations kubwa sana ambazo kwa sasa hatujajua kama ni kweli au si kweli, kwa sababu labda ni kweli kwamba alikuwa ameambiwa kwamba atapatiwa kazi kwenye afisi ya gavana Kisii, ama kidogo tena kidogo ni kama yale mambo ambayo yalitekelezwa ama aliambiwa kwamba aliahidiwa wakati alienda akasimama akadanganya kuhusu jinsi anasema kwamba alidanganya, kwamba akadanganya kuhusu haya mambo yote kuhusu Daktari Monda. Kwa sasa sheria ikichukua mkondo wake, pia yeye atajipata wapi? Atajipata mkono huu wa kulia ama mkono wa kushoto wa sheria. Kwa hivyo taarifa hiyo ni taarifa ambayo pia tutakuwa tunaiangazia haswa pila baada ya kuona kwamba Evans Nyaribo pia wakati tulimuona pia akiwa mbele ya kamati ya seneti pale akiendelea kujielezea akisema alikuwa anapeana ripoti ya kaunti ya Nyamira, na kidogo wakati wa kusoma zile ripoti ambazo alikuwa amepeana kwenye kamati hilo, kidogo tuliona kidogo hazikuwa zina make sense kwa hiyo kamati, na pia tutakuwa tunaangazia masuala haya. Kwa hivyo kaunti ya Nyamira na kaunti ya Kisii, ili kukuelezea kwamba ni yapi ile yatakuwa yanatokea, na tulisema kwamba viongozi wanapaswa kuwa waaminifu na watumie ofisi za umma kwa uzuri, si kutumia ofisi za umma kwa ubaya, na pia kwa labda kuwaendelea kuwaumiza wale wanyonge. Kwa hivyo pia ni baadhi ya taarifa ambazo zinaendelea kuchipuka, na tutakuwa tunazifuatilia kwa undani zaidi ili tuweze kukuelezea kwamba ni yapi yatakuwa yanatokea. Kwa hivyo siku ya leo, yale ambayo tunatarajia kutokea siku hii ya leo ni kuendelea kufuatilia ziara ya Rais William Ruto Mlima Kenya, ambapo siku ya jana alikuwa Laikipia na Nyeri. Siku ya leo ambayo ni siku ya Jumatano atakuwa anaelekea Meru na Kirinyaga, na pia Nyandarua, Murang'a, Embu, Tharaka
Tharaka Nithi na Kiambu. Kwa hivyo bado ana county kama county Meru, Kirinyaga, Nyandarua, Murang'a, Embu, Tharaka Nithi. County kama 6-7 hivi amebakisha, ambazo atakuwa anaenda kuzindua miradi tofauti, kukagua miradi ambayo inaendelea na pia kuendelea kuanzisha miradi mingine kwenye county hizi zote. Kwa hivyo tutakuwa makini kufuatilia yale ambayo Rais William Ruto atakuwa anafanya siku hii ya leo. Lakini hayo ni baadhi tu ya yaliyojiri hapo jana na yatakayokuwa yanajiri siku ya leo, na yale ambayo tunaendelea kuangazia kwenye vyombo vyetu vya habari hapa ndani ya Ndizi TV, kuendelea tukitafuta ripoti ya zile taarifa ambazo tutakuwa tunazipa kipaumbele kwa mpasho saa 7 na pia kwenye taarifa zetu za saa 1. Kwa hivyo kwa leo hayo ndiyo yalijiri hapo jana. Tutaelekea kwenye mapumziko mafupi, lakini tukirejea tutakuwa tunaingia magazetini kuchambua kwamba ni yapi yale pia yamepatiwa kipaumbele kwenye magazeti yetu, yakiwemo The Standard, The Daily Nation, The People's Daily, na gazeti la Taifa Leo na gazeti la The Star. Hayo magazeti yote tutakuwa tunaangazia asubuhi ya leo, lakini kwanza tupate kupumzika kidogo. Nikirejea tutakuwa tunaangazia yaliomo magazetini. Unatazama Ndizi TV. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum board na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Ndugu wa wasikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, niko hapa Kisii Nyamataro Junction. Ni daktari wa mitishamba na tibu magonjwa mingi kama vile kama umefura kichwa ama miguu imefura ama inakuuma, ama kuna ule unakuta kama akikula chakula fulani unaanza kujikwa unakuna kwa mwili, hiyo ni allergy unakuwa nayo, ama kuna ule ako na ugonjwa ile ya UTI ama kisonono ama gonorrhea, umejaribu kaenda hospitali imeshindikana, sisi kama daktari wa mitishamba tuko na dawa ya kuosha hizo uchafu zote na kutibu. Tupate kwa nambari yetu ya simu ni 0757102581. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa.
na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onimwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Unatazama Ndizi TV. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tukiingia kwenye awamu ya pili ya kuchambua magazeti na kujua kwamba ni yapi yale ama ni taarifa zipi zimepatiwa kipaumbele kwenye magazeti yetu ya siku ya leo. Kumbuka kwamba unaweza kutuambia kwamba unatazama ukiwa pande gani nchini Kenya, kwenye WhatsApp ama kwenye Facebook @Ndizi TV News Digital na YouTube @Ndizi TV News. Na umeona pale Roda Ruth akisema Ndizi TV News Digital Updates. Kwanza kwa Jeda Ruth Nyaribari Masimba Bonyankoni Angasa anasema good morning. Teresa Kemunto pia anasema kwamba anatazama akiwa Karatina pamoja, na Ocharo William anasema following kutoka Sensi Ward. Anatuona pale kutoka ward ya Sensi. Pia wewe jiunge pamoja na wao ili uweze kuendelea kututazama na pia kutumia ujumbe kwenye mitandao yetu ya kijamii ili tuweze kuangazia kwamba labda wewe utuambie unafikiriaje kuhusu yale ambayo tunaenda kuzungumzia haswa kwa yaliomo magazetini siku hii ya leo ama asubuhi ya leo. Kwa hivyo kwanza tukianza na gazeti la The Standard. Gazeti la The Standard tunamwona mwandishi akiuliza lying president kidogo, rais muongo.
Tumeona picha yake ama tunaona picha yake Rais William Ruto pamoja na rais si rais lakini picha yake Ndindi Nyoro, na pia tunaona Gatanga MP. Naam, tunaona picha za watu tofauti hapo, lakini tunaona pia mwandishi akiuliza alternative facts ambazo Rais William Ruto anazungumzia tu. Anasema President William Ruto began his tour to Central Kenya with claims that have been challenged. He said Kenya is exporting tea to Sudan, a statement that was denied by the Sudanese government. He also said he is mentoring MP Ndindi Nyoro, an assertion that has been disputed, leaving Kenyans wondering why President is speaking half-truths. Kidogo tu Wakenya wanashangaa mbona Rais William Ruto anashinda akidanganya ama akidanganya kila wakati. Hapa kidogo tunaona Sudan's government, serikali ya Sudan ambayo ilipatiana ripoti ikisema kwamba no Kenyan product including Kenyan tea have been imported to Sudan. Kwa hivyo kidogo Rais William Ruto hapo anaonekana kuwa mwongo, na ni jambo ambalo mwandishi wa The Standard anataka kuonyesha Wakenya kwamba bado Rais William Ruto hajaanza kusema ukweli, na kwa sasa Wakenya wanasema kwamba amekuwa mwongo sana. Je, tuliona wakati alikuwa Sagana, ikulu ndogo ya Sagana, akifanywa mahojiano ama akifanya mahojiano pia akizungumzia waandishi wa habari wa vituo vya redio vya lugha ya Kikuyu. Akizungumza mmoja wa waandishi alimuuliza, je, Wakenya wanauliza kama tena kwa sasa hivi utakuwa unatuzungumzia ama utakuwa unatudanganya? Je, tunatarajia tena kuendelea kudanganywa kwenda mbele? Rais William Ruto akasema, wewe amini kile ambacho unataka kuamini. Lakini pia tumeona mwandishi hapa akizungumzia swala hilo la ukweli na uongo. Hatujui kwa sasa sisi kama Wakenya, labda watu hawajui kwamba ni nini wanafaa kuamini haswa kile ambacho Rais William Ruto anasema. Kwa hivyo kuhusu ile chai ambayo Rais William Ruto alisema kwamba Kenya inachukua nje ya Kenya na inachukua nchi ya Sudan, tuliona hapo ama mwandishi ametupatia hapo ripoti yake ama ya serikali ya Sudan ambayo inasema kwamba hakuna Kenyan products, hakuna chochote ambacho kinapelekwa nchini humo including Kenyan tea, chai ama majani chai hayapelekwi pale kwenye nchi hiyo ya Sudan. Na pia tunaona Nyoro ama ni mgumzo lingine ambalo mwandishi ameweka pale kwenye gazeti hilo la The Standard akisema Nyoro is my confidant. He confided in me that he had severed ties with Ruto after he refused to support Gachagwa's ouster. When he refused, the president instead asked him to mobilize Muranga's MP to support the impeachment motion, but he also declined. Huyo ni Gatanga MP Edward Murio Edward, sioni hilo jina vizuri, jina la pili. Kwa hivyo ni baadhi ya matamshi ambayo tunayasikia kutoka kwa viongozi tofauti ambao wanaashiria kwamba Rais William Ruto anadanganya wananchi wa Kenya. Kunradhi. Na pia tunaona the number 5 na ama ni 5 ambayo imeandikwa hapo na mwandishi, the number of days the president will spend in the Mount Kenya region, kuzungumzia tu ile ama ule wakati ambao Rais William Ruto anatarajiwa kuwa Mlima Kenya. Je, ataendelea kupeana ahadi za uongo na pia kuwadanganya wananchi? Ni jambo ambalo tutakuwa tunaendelea kuliangazia kwa undani kujua kwamba ni yapi yale Rais William Ruto atakuwa anayazungumzia, lakini hayo yote ya Lying President utayapata kwenye ukurasa wa 6, 7 na 8 wa gazeti hilo la The Standard asubuhi hii ya leo. Pia gazeti hilo la The Standard kwenye ukurasa wa 2 tunaona parents win after court stops e-citizen school fees payment. Jana tuliona kwamba
koti ama High Court ilifanya ilifanya uamuzi kuhusu e-Citizen, ambapo wazazi walikuwa wameambiwa kwamba wanapaswa kulipa karo kupitia kwa e-Citizen, ambapo tuliona koti ilisema kwamba it is illegal kulipa fees pale kutumia e-Citizen, taarifa ambayo pia imepatiwa kipaumbele kwenye ukurasa wa pili wa The Standard hii leo. Unaweza kuiangalia na pia kuendelea kuielewa kwa undani taarifa hiyo ukinunua gazeti la The Standard. Tukiangazia gazeti hilo kwenye ukurasa wa 10, gazeti la The Standard, tunaona Supreme Law, why Judicial Service Commission judges are at war. Ni kuonyesha ama mwandishi anazungumzia kuhusu mbona majaji wamo kwenye labda kwenye wanapigana na raia pamoja na watu wengine, ambapo tuliona hapo awali kwamba jaji mkuu Martha Koome kidogo alikuwa ameanza kupata watu wengi walikuwa wameanza kuweka kesi ndani kumhusu yeye, kuhusu Judicial Service Commission, pia wakisema kwamba kidogo hawafurahi na utendakazi wao. The judges argue that Judicial Service Commission cannot entertain petitions that amount to a review of their judgment. Kidogo kuhusu jinsi wanafanya uamuzi wa kesi tofauti nchini Kenya, hawataki Judicial Service Commission ama the Judicial Service Commission haiwezi kwa ikiangalia masuala mengine tofauti, labda wakati wanafanya uamuzi. Ni kuzungumzia tu taarifa hii, labda mwandishi anataka kuonyesha mzozo kati ya jopo la majaji wa mahakama ya juu ya Judicial Service Commission na majaji wa wengine kuhusu uwezo wa Judicial Service Commission kuzingatia ombi la kutathmini maamuzi ya mahakama. Inasisitiza kuwa vita vinavyoendelea katika ama kati ya majaji na kwa sababu ya upinzani wao kuhusu utaratibu kuhusu utaratibu wa kujadili maamuzi yanayofanywa. Kwa hivyo ni baadhi ya yale ambayo yanaendelea kwenye Judicial Service Commission. Kidogo tu nipate kupata jopo la maji, nitakuwa narejea ili tuende kuendelea kuchambua magazeti asubuhi ya leo. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onemwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ograf Foundation or Azimil Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch.
Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la SHA Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta, bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum boards na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. SHA Ceramics for hardware and sanitary. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa form 4 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School.
Unatazama Ndizi TV. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tukiendelea na uchambuzi wa magazeti ambapo tulikuwa tunazungumzia baadhi ya taarifa ambazo zilipatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Standard, ambapo nilikuwa nimekuambia kwenye ukurasa wa 10 Supreme Court Room, ambapo walikuwa wanazungumzia kuhusu mzozo kati ya jopo la majaji wa mahakama ya juu na majaji wengine kuhusu Judicial Service Commission kuzingatia ombi la kutathmini maamuzi ya mahakama. Na pia taarifa hii inasisitiza kuwa kuna vita vinavyoendelea kati ya majaji kwa sababu ya upinzani wao katika utaratibu labda wa kujadili maamuzi ambayo yanaendelea kufanywa. Tukisonga mbele kwenye gazeti hilo, baadhi ya taarifa ambazo wamezipatia kipaumbele tutakuwa tumemaliza kupitia, na kuna pull out nyingine ambayo inaitwa Enterprise ambayo pia iko kwenye gazeti hilo la The Standard. Tukisonga mbele kwenye gazeti la pili, gazeti la The Daily Nation. The politics of handshakes. Kidogo tu mwandishi anazungumzia kuhusu taarifa yake Rais William Ruto ambayo alipeana juzi usiku, ambapo alisema kwamba Bwana Rigathi Gachagua alimuomba shilingi bilioni 10 ili aweze kumpa ama kumsaidia kupata umaarufu kwenye Mlima Kenya, ili kupata umaarufu pale Mlima Kenya. Kwa hivyo kidogo tunaona picha zao viongozi tofauti akiwemo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, tunamuona Rais William Ruto, tunamuona kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, na pia tunamuona aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Tukiona yale ambayo rais ama mwandishi ameandika kuhusu taarifa hii, ambayo huko juu ameandika shame, MPs have on many occasions been accused of being on the executive stake. Na kidogo tunaona pale kwenye hizo picha mwandishi amezungumza Mr. Kenyatta 2013 coalition deal with President Ruto and 2018 handshake with Mr. Odinga. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, President Ruto 2013 coalition with Mr. Kenyatta, 2025 deal with Mr. Odinga, claims of blackmail by Mr. Gachagua. Tukisonga mbele, Mr. Odinga 2018 handshake with Mr. Kenyatta and 2025 broad-based government with President Ruto. Tusonge mbele kwa Mr. Gachagua, claims Dr. Ruto offered him 2 billion shillings to resign. President says he demanded 10 billion shillings for political support. Kwa hivyo mwandishi tu anaangazia, labda kabla sijasoma yale ambayo mwandishi ameandika hapa kwenye gazeti hili la The Daily Nation, mwandishi anajaribu kutuelezea wewe kama Mkenya, kama labda unaona yale ambayo mwandishi anasema, kidogo anaonyesha jinsi viongozi wamekuwa akija pamoja, ili labda baada ya kuwa upinzani ama wakipingana baada ya muda mrefu kisiasa, alafu wanakuja pamoja, wanaanza kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hivyo Auction House tunaona kwamba President William Ruto's claim of 10 billion shillings demand by his former deputy president Rigathi Gachagua in exchange for political support has exposed the transactional nature of the country's politics, where elected leaders are willing to dish out billions of taxpayers' cash to buy loyalty. This flagrant bribery happens in the run-ups of the president's contest, during coalition building, and in sealing ceasefire deals, and Kenya's top politicians have been accused of being complicit. Kidogo tu mwandishi anaelezea kwamba jinsi Rais William Ruto alijitokeza akasema kwamba Bwana Rigathi Gachagua alimuomba shilingi bilioni 10. Na Bwana Rigathi Gachagua pia yeye akajitokeza akasema kwamba Rais William Ruto alimpatia ama alitaka kumpa shilingi bilioni 2 ili atoke serikalini.
ama kuresign. Kwa hivyo ni jinsi mwandishi anataka kutuonyesha kwamba hii ndio hali ambayo iko katika siasa zetu nchini Kenya, kwamba kiongozi mmoja atatumia pesa ya umma ya wananchi, pesa labda yenye wananchi wanalipa kupitia kwa ushuru na mambo mengine mengi. Kiongozi fulani atatumia hela hizi kumlipa kiongozi mwingine ili aweze kumshika mkono ama kumuunga mkono ili waweze kusonga mbele kisiasa pamoja, ama kumpatia hizo pesa ili waweze kufanya kazi pamoja na kupata watu wengi ama wafuasi wengi ama kupata umaarufu fulani. Kwa hivyo ni taarifa ambayo mwandishi ameiangazia kwenye ukurasa wa 4 na 5. Labda unataka kuona mwandishi alikuwa anazungumza nini haswa kwa undani kabisa. Kwa hivyo kwenye gazeti la The Daily Nation kwenye ukurasa wa 4 na 5 utakuwa unapata taarifa hiyo. Na tukiangalia ukurasa wa 3, taarifa ya kusikitisha ambayo inahusu bi mmoja ambaye alipoteza familia yake. I've been left without a single child. Pain and agony of a widow after horror road accident. Ni baada ya ajali ambayo ilitokea kule Kiambu, Limuru Kiambu County, ambapo mama mmoja atazika watoto wake ama alizika watoto wake watatu mara moja pamoja na wajukuu wake wengine watatu. The widow is a widow lying to rest her husband and her only 3 children and firm hand bidding in final farewell to her son. Kwa hivyo alipoteza kila mtu, familia yake yote. Kwa sasa hana mtu yeyote ambaye anamtegemea. Hapo tunaonyeshwa picha za wale ambao walipoteza maisha yao. Tunaona George Ngugi, one of the 3 brothers. Limwel Mnyaka ni mtoto wa jirani. Peter Kirubi, tunamwona Ngugi's brother. Tunaona pia familia nyingine ya Ngugi, Francis Muturi ni kakake Ngugi na Kierubi, na pia tunamuona who perished alongside his 3 children, Fidelis Wadhira, Catherine Wanjina na Vitalis Kirubi. Kwa hivyo ni ajali ambayo ilifanyika siku ya Jumapili wiki hii. Kwa hivyo tunatuma rambirambi zetu kwa familia hiyo. Ni jambo la kusikitisha hilo. Tukiangalia ama tukiendelea kuangazia taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Standard, tunaingia kwenye siasa kidogo na tunaona kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua, ambaye kidogo tunaangazia mwandishi anazungumza akisema Ruto and Raila meddling with the reconstitution of the IEBC team, claim opposition leaders. Kwa hivyo hawa viongozi wa upinzani wamejitokeza wakisema kwamba kidogo Rais William Ruto pamoja na kiongozi wa ODM wameingilia kati kwa utafiti huu wa viongozi ambao watakuwa wanasimamia tume ya IEBC, kuanzia mwenyekiti ama chairperson kufikia kwa commissioners. The leaders also accused Dr. Ruto of the United Democratic Alliance UDA and the Orange Democratic Movement under Mr. Odinga of engaging in early campaigns. Na pia ni mwandishi tu anajaribu kuelezea yale ambayo watu ama viongozi wa upinzani hapo jana walizungumza jijini Nairobi, wakisema kwamba IEBC hawaiamini mikono ama kwenye mikono ya Rais William Ruto, wanataka kujiweka ndani ama wanataka kuweka watu wao kwenye tume hiyo ya IEBC, na pia kusema kwamba wameanza siasa za mapema nchini Kenya. Na pia tunaona picha hapo chini ya wakati wa maandamano ambayo pia inaunganisha taarifa hiyo ya ambayo tunaingia taarifa ya pili yenye ambayo inazungumzia kuhusu Haiti. Kwenye ukurasa wa 10 ambayo inasema mission Kenyan officers injured in clashes with Haiti gangs. Kidogo, 2 Kenyan police officers in Haiti have been seriously injured in clashes with gangs over the past week, adding to the mission's growing number of casualties as it comes under increasingly frequent attacks. Kwa hivyo ni ile taarifa ambayo nimetoka kuelezea hapo awali
ya maafisa wetu wa usalama ambao walipelekwa nchini Haiti ili kuwasaidia kuleta amani nchini humo kabla ya kura ama uchaguzi wao ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika Januari mwaka ujao, lakini bado hawajaweza kutekeleza jukumu hilo, na pia tumekuwa tukiona maafisa wengine wakipoteza uhai wao. Na kwa sasa mwandishi anazungumzia kuhusu maafisa wengine wawili ambao waliumizwa kwenye Haiti, nchi hiyo ya Haiti, huku wakiendelea kupata ama kufanya kazi ambayo walitumwa kufanya. Lakini ni jambo ambalo tumeona viongozi wengi wakizungumzia, wakisema kwamba kidogo hatufurahi kwamba mlipeleka watoto wetu kutoka nchini Kenya mkawapeleka Haiti, ilhali nchini Kenya bado tuna shida ya usalama. Kwa hivyo kidogo tuliona viongozi akiwemo kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akiwa Nyamira weekendi iliyopita akizungumza akisema kwamba kidogo vijana wale ambao walipelekwa Haiti waweze kurudishwa nyumbani na maafisa hao waweze kufanya kazi huku nyumbani na si nje ya nchi, kwa sababu huko nje wanauawa na hatuwezi kuwajua. Na kwa sasa kuna mwili mmoja wa mmoja ambaye aliaga, wa mmoja wa maafisa ambaye aliaga kule Haiti na bado mwili haujarudishwa. Kwa hivyo kiongozi huyo wa Wiper alikuwa anasema ama anaomba serikali iweze kusaidia familia ya kijana huyo kupata mwili wa mpendwa wao ili waweze kumzika na pia kuweza kumuonyesha heshima ambazo za mwisho kabla ya labda badala ya kumwacha tu pale nchi ambayo hajulikani, hana jamaa ama rafiki ama hata familia yake. Kwa hivyo wanataka mwili huo uweze kusafirishwa nchini Kenya. Ni taarifa ambayo utaipata kwenye ukurasa wa 10 kwenye gazeti la The Daily Nation asubuhi hii ya leo. Tukisoma mbele kwenye masuala ya elimu. Reprieve for parents as court halts payment of school fees via e-Citizen. Justice Chacha Mwita rules that the directive that payment of fees and other services for all government learning institutions be made through e-Citizen had no legal basis. Kwa hivyo kwa sasa tunajua kwamba serikali ya Kenya Kwanza ilikuwa imeleta mpango wa e-Citizen na ilikuwa imesema kwamba wote ambao wanatumia services za serikali waweze kulipa ama waweze kulipa pesa kupitia kwa e-Citizen, ambayo Chacha Mwita ambaye ni jaji mkuu ni jaji mkuu nchini Kenya pia aliweza kuamua kesi hiyo kusema kwamba kidogo jambo hili halifuati sheria na si la kisheria. Kwa hivyo ni baadhi ya taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti hilo la The Daily Nation. Kwa sasa tumebakisha magazeti matatu, gazeti la The Star newspaper, gazeti la The People's Daily na pia gazeti la Taifa Leo, ili tuweze tukiendelea hapa kukuarifu yale yote ambayo yamepatiwa kipaumbele. Tuchukue mapumziko mafupi, nikirejea nitakuwa narejea na gazeti la The People's Daily na pia gazeti nyingine nyingi ambazo zimebaki humo nchini Kenya, ili tuweze kujieleza na kujua ni yapi yamepatiwa kipaumbele ndani ya pambazuko siku ya Jumatano Aprili, siku ya pili ya Aprili mwaka huu wa 2025. Nitakuwa narejea kwa muda usiokuwa mrefu. Endelea kuwa nasi ndani ya Ndizi TV Africa. Unatazama Ndizi TV Africa. Ndugu wa wasikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, niko hapa Kisii Nyamataro Junction. Ni daktari wa mitishamba na tibu magonjwa mengi kama vile kama umefura kichwa ama miguu imefura ama inakuuma, ama kuna ule unakuta kama akikula chakula fulani unaanza kujikwa unakuna kwa mwili, hiyo ni allergy unakuwa nayo. Ama kuna ule ako na ugonjwa ile
ya UTI ama kisonono ama ngonoria, umejaribu kaenda hospitali imeshindikana, sisi kama daktari wa mitishamba tuko na dawa ya kuosha hizo uchafu zote na kutibu. Tupate kwa nambari yetu ya simu ni 0757102581. At the end of the day, the goals are simple: safety and security. Welcome to Young Force Services K Limited, where we provide high-quality technology-based security services such as alarm systems, CCTVs, fire backups, and many more. We believe security begins with warm attitude and a productive relationship with the people. At Young Force Services K Limited, we offer biddable prices for residential properties, industrial properties, commercial properties, institutions, and hospitals. We are committed to providing reliable quality protection to a variety of industries through custom design strategies, expertly trained security guards, and excellent customer services. For more information, call 0795 518 989 or 0735 364 418 or 0781 518 989. Email youngforceserviceskltd@gmail.com or onimwell123@gmail.com or info@yfsltd.co.ke. Visit our website www.yfsltd.co.ke or visit our office in Milimani Estate next to Ogra Foundation or Azimio Business Complex opposite Palmas Hotel. Young Force Services K Limited, we believe in security with a human touch. Huduma zinazotolewa katika hospitali ndizo zitakazomfanya mgonjwa kwenda katika hospitali hiyo. Ram Hospital Kisii wana uwezo wa kutoa huduma mbalimbali zikiwemo out and inpatient, MCH clinic au maternity, consultation, pharmacy, rehabilitation, ultrasound, CT scan, x-ray, dental, optical, laboratory services, major and minor surgery, 24-hour ambulance service, occupational therapy, physiotherapy, dialysis na zingine nyingi. Unaweza kulipia matibabu kutumia bima tofauti kama vile AON, Minet, Liaison Group, AAR, Trident, Britam, Madison Insurance, APA Insurance. Matibabu kwa wagonjwa waliolazwa ama inpatient yaweza kulipiwa kupitia mfumo wa SHA. My name is Robert Ukogai, Business Administrator, Ram Hospital Kisii. I want to welcome all those people who are registered with SHA to come for inpatient treatment and also dialysis. All services are covered with SHA except outpatient services. Karibu mpate matibabu ya hali ya juu kutoka kwa madaktari na wauguzi wetu. Kwa mengi zaidi tupigie simu kwa nambari 0705239289 au tutembelee katika mji wa Kisii karibu na Kisii Law Courts. Ram Hospital Kisii, health first and health always. Tayari kwa mpasho saa 7.
Unatazama Ndizi TV Africa. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tukiendelea na uchambuzi wa magazeti asubuhi hii ya leo, ikiwa ni dakika 2 zimekatika baada ya saa 2 majira ya Afrika Mashariki. Tukisonga mbele, tunaingia kwenye gazeti letu la 3 ya siku ya leo, gazeti la The People's Daily. Ukiangazia gazeti hilo la The People's Daily, mwandishi ama wametupatia taarifa nyingi, lakini ikiwemo Ruto's cries to the mountain, ambayo ni baadhi ama picha ambayo ambayo imepatianwa ama imechapishwa mbele ya gazeti hiyo. Ni Rais William Ruto akiwazungumzia wenyeji wa Nanyuki katika kaunti ya Nyamira ya Laikipia, kunradhi, katika kaunti ya Laikipia hapo jana, ambapo alifungua ziara yake ya Mlima Kenya. Tunamuona mwandishi akizungumzia siasa akisema, I will be a madman to abandon Mount Kenya who voted for me. I will work so hard until you can't believe it. You should not worry. I am not a drunkard or someone who doesn't know where he is going. Taarifa ambayo utaipata ukurasa wa 4. Haya ni matamshi yake Rais William Ruto hapo jana, ambapo alikuwa anazungumza akiwauliza wakazi wa Mlima Kenya, hasa kwenye kaunti hiyo ya Laikipia. Akauliza, kidogo mnadhani nitawasahau ninyi ambao mlinipatia kura nyingi wakati wa uchaguzi wa 2022? La, mimi sio mlevi na mimi ni mtu ambaye anajielewa. Amesema mnadhani mimi ni mtu ambaye I don't know where I'm going. I know where I'm going and I know what I'm doing. Kwa hivyo ni matamshi yake Rais William Ruto hapo jana, ambayo alikuwa anazungumzia akiangazia ama akiwazungumzia wananchi kwenye kaunti ya Laikipia hapo jana. Na pia tunaona ukurasa wa 6 kwenye gazeti la kabla tuingie ukurasa wa 6, tuingie kwenye ukurasa wa 3, tuzungumzie Geoffrey Ruku, the man who defied 5 poll defeats to land slot in cabinet. The man who defied 5 poll defeats to land slot in cabinet ni Ruku ambaye aliteuliwa ama kuingia kwenye cheo ambacho Justin Muturi alikuwa waziri wa utumishi wa umma, na Geoffrey Ruku akateuliwa kuwa ama kuingia kwenye cheo hicho kama waziri wa utumishi wa umma baada ya Justin Muturi kutolewa afisini ama kufutwa kazi na Rais William Ruto. Kwa hivyo ni kuangazia tu Geoffrey Ruku na baadhi ya yale ambayo ama kisiasa amekuwa akifanya nini hapo awali kabla watu wamjue. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti la The People's Daily. Tukisonga mbele, ukurasa wa 5 ni taarifa hiyo ya Geoffrey Ruku utaipata kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hilo la The People's Daily. Na pia ukurasa wa 5, students stranded in UK after gambling 2.8 million shillings. Ni taarifa ya kusikitisha kwa sababu mwandishi anaelezea kuhusu mwanafunzi mmoja ambaye kwa sasa yuko United Kingdom, ambaye alitumia pesa zake ama aligamble. Tunajua kwamba watu hufanya betting sana, ama vijana wengi labda wanafanya betting, na tunaona kwamba kijana ama mwanafunzi huyu kwa sasa amebakia kule United Kingdom, ambapo baada ya kutumia shilingi milioni 2.8 kwenye gambling business. Kwa hivyo ni jambo mbaya ambalo kwa sababu naona mimi huona kwamba wakati taarifa hizi za gambling pamoja na betting, wakati ambapo unaambiwa kwamba usiweke kila kitu kwa sababu haujui kama utapata ama hautapata. Kwa hivyo gamble na shilingi milioni 2.8, hizo ni pesa nyingi sana, na hatuwezi kujua kwamba mbona mwanafunzi huyu aliamua kugamble pesa hizi zote. Labda bado alikuwa amezipata kutoka kwa gambling, lakini ni vema kujua kwamba huu ni mchezo ambao
ni wapata potea. Kwa hivyo kwa sasa labda atakuwa anapata usaidizi, lakini hatujajua mengi kuhusu mwanafunzi huyu. Lakini gazeti hili la The People's Daily utakuwa unaangazia taarifa hiyo ukurasa wa 5 na uweze kujijuza mengi kuhusu mwanafunzi huyo ambaye alipoteza pesa shilingi milioni 2.8 kwa betting. Ukurasa wa 6, 96 million shillings borrowed but not a drop of water. Shilingi milioni 96 zilitumika kujenga visima tofauti, lakini hamna maji. Ni taarifa ambayo imeangaziwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti la The People's Daily. Labda mwandishi anajaribu kuzungumza ama kuashiria kwamba ile miradi ambayo inafunguliwa labda inapatiwa pesa, lakini bado haiwezi kukamilika, ama unapata kwamba ikikamilika miradi hiyo ikikamilika, bado kuna ile management ambayo inahitajika kwenda mbele kidogo, inaleta tashwishi. Kwa hivyo anazungumzia kuhusu shilingi milioni 96 ambazo zilipotea tu kwa sababu ya walijenga ama waliweza kuchimba visima tofauti, lakini hamna maji yoyote. Kwa hivyo ni taarifa nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The People's Daily. Tukisonga mbele kwenye gazeti la The Star, Ruto dares Gachagua. Kidogo tu. Kwa sababu tumeona kutoka asubuhi magazeti mengi yamekuwa yakiangazia masuala ya kisiasa nchini Kenya, haswa kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Na tunaona gazeti la The Star linaangazia the relationship between Rigathi Gachagua na Rais William Ruto. Na kwa sasa Ruto dares Gachagua, ambaye anasema kwamba in a storming tour of Mount Kenya, President dismisses threats to make him a one-term president as he doubles down on his development agenda. Kwa hivyo Rais William Ruto kwenye ziara yake ya Mlima Kenya alipuuzilia mbali matamshi yake aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua kwamba atakuwa rais kwa miaka 5 tu peke yake na hata rudi ofisini. Na bwana Rigathi alikuwa amemwambia hivyo, akisema kwamba yeye ndiye atakuwa anaamua, ama alikuwa amemwambia kwamba hata mrudisha ofisini ifikapo mwaka wa 2027. Lakini tumemwona Rais William Ruto akisema hilo sio jambo lake Rigathi Gachagua kuamua, ni jambo la Wakenya kuamua kwamba kama watanirudisha ofisini au la. Kwa hivyo tuliona jana pia akizungumza baada ya kusema kwamba ni Wakenya wataamua. Pia tulimuona akizungumza akisema kwamba baada mimi nitafanya tu kazi yangu, nyinyi wa Kenya si mnaona, kwa sababu anawafanyia kazi wa Kenya, si viongozi wengine, ni wananchi wa Kenya kwa ujumla. Kwa hivyo akaahidi kwamba atakuwa anawapatia maendeleo tofauti, atakuwa anazindua miradi tofauti ambayo itakuwa inawasaidia Wakenya nchi mzima, lakini maeneo tofauti. Swali ambalo Wakenya wanajiuliza, je, miradi hii ambayo Rais William Ruto anaendelea kutuahidi ataitekeleza au la? Ni swali ambalo Wakenya wanaendelea kuliuliza, lakini labda tutapata jibu kwenda mbele. Picha ambayo imeweka hapo ama imechapishwa kwenye ukurasa wa kwanza, tunaona picha yake Rais William Ruto akiwa amesimama akizungumzia kikundi ama umati wa watu kule Laikipia siku ya jana, akianza ziara yake ya Mlima Kenya. Tukisonga mbele, lawmaker proposes bill for metered billing on internet use to stop exploitation. Taarifa ambayo iko ukurasa wa 7 ni taarifa ambayo itawaathiri labda ikipitishwa, kwa sababu tunaona kwamba mbunge mmoja anasema kwamba waweke ama waanze kulipisha kutumia mtandao ili kupunguza matumizi mabaya ya mitandao nchini Kenya. Kwa hivyo ni mbunge mmoja ambaye alijitokeza na kuchukua bill hiyo mbele ya bunge, lakini ni taarifa, sijui kama itaweza kupitishwa, kwa sababu pia hao viongozi ama hao wabunge pia wao wanatumia mitandao hii ya kijamii. Sio vijana pekee yake wanaweza kutumia, pia hao wabunge pamoja na magavana, viongozi tofauti, hata Rais William Ruto bado wanatumia mitandao hii ya kijamii kuzungumza ama
internet. Kwa hivyo tutakuwa tunaangazia taarifa hiyo, lakini pia unaweza kuipitia kwenye gazeti hilo la The People's Daily ama The Star kwenye ukurasa wa 7 ili kujijuza mengi kuhusu taarifa hiyo. Na pia tukisonga mbele kwenye ukurasa wa 2 tunaona manslaughter charges for body by design owners. Tuliona kwamba kampuni hii ya body by design mmoja wa wale clients ambao walienda pale kufanyiwa upasuaji ambayo tunaijua kama plastic surgery, ambaye aliweza kuugua baadaye na kupoteza maisha yake. Tunaona kwamba manslaughter charges for body by design owners. Kwa sasa body by design yule ambaye amesimamia kampuni hiyo ameweza kupatiwa na kuradhi, kesi yake imeweza kuamuliwa na ameweza kupatiwa manslaughter charges, ambazo kwa sasa tunaendelea kufuatilia kesi hicho ili tuweze kujua kwamba yale ambayo yatatokea baada ya huyu ambaye ni mwenye yule ambaye amesimamia kampuni hii ya body by design ili tuweze kujua kwamba ni yapi yale. Nataka niweze kuangalia taarifa hii kidogo, niweze kuambia yale ambayo yalitokea kwenye kampuni hii ya body by design na yule ambaye amesimamia ambaye na pia yule ambaye alipoteza maisha yake kwenye kampuni hii. Body by design employees to face manslaughter charges. Ni taarifa ambayo tumeiangazia hapo kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hilo la The Star, lakini kidogo yule ambaye alipoteza maisha yake ni Lucy Ng'ang'a, ni mwanadada mmoja ambaye pia 4 staff members at the Body by Design clinic in Nairobi are set to face manslaughter charges on Wednesday, ambayo siku ya leo over death of Lucy Wamboi Kananu ambaye alikuwa ni mgonjwa ambaye alikuwa anaendelea kufanywa upasuaji mwaka uliopita. Hao ambao the suspects ambao walikuwa kwenye kesi hicho ni yule surgeon ambaye alikuwa anamfanyia upasuaji Lucy, ambaye ni Robert Maweu, na pia tunamuona George Wakaria, Lilian Edna Wanjiru, na pia the proprietor ambaye yule ambaye amewasimamia. Wote watakuwa wanatarajiwa kufika mbele ya mahakama ama walitarajiwa kufika mbele ya mahakama siku ya jana, na kwa sasa siku ya leo watakuwa na siku ya jana walikuwa wanapaswa kufika mbele ya mahakama lakini hawakuenda. Kwa hivyo watakuwa wanaendelea ama kesi hicho kitakuwa kinaendelea kuangaliwa kwa undani zaidi, ambayo kesi hiyo ilikuwa inasikizwa kwenye Kibera Law Court, ambaye alikuwa yule ambaye alikuwa anafaa kuisikiza kesi hicho ni Magistrate Temu, ambaye alisema kwamba hao watatu ambao walikuwa simame mbele ya koti hiyo walikuwa wanapaswa kusimama kule ama kwa saa 3 asubuhi. Lakini pia ni taarifa ambayo tutakuwa tunaiangazia kwa undani kabisa ili tuweze kujua kwamba ni yepi yatakuwa yanatokea baada yao kufika mbele ya mahakama, ili tujue kwamba ni yapi yale labda watafanyiwa, kwa sababu Wakenya wengi walijitokeza wakasema kwamba mbona uanzishe kliniki ambayo ni ya kufanyia upasuaji nchini Kenya na labda haujui yale zile ile athari ambayo inatokana kutoka kwa hii surgery ambayo utakuwa unafanya, kwa sababu ni plastic surgery. Kwa hivyo labda mtu ako sawa kimwili lakini aweze kupoteza maisha yake kwa sababu alikuja kufanyiwa plastic surgery, ambayo pia tunajua kwamba watu hulipa pesa nyingi sana ili labda kurekebisha kiungo fulani cha mwili. Tuna watu hufanyiwa plastic surgery labda ya kushikilia uso ama ngozi ama labda kuongeza mwili wao kuonekana vizuri. Kuna wale ambao labda wanafikiria kwamba mwili wangu hauonekani vizuri, wanafikiri kwamba nikienda nifanyiwa upasuaji nitakuwa na mwili ambao mimi nautaka. Kwa hivyo
mtu kuamua kwenda plastic surgery tunajua kwamba ni decision ambayo ye mwenyewe ameamua na ametafuta pesa, kwa sababu ni pesa unapata kwamba ni pesa nyingi zinatumika kufanya upasuaji huo. Kwa hivyo kesi hiyo ya body by design ambayo itakuwa inaangaziwa ama itakuwa inazungumziwa, tutakuwa tunaiangalia kwa undani kabisa. Kwenye ukurasa wa 6 tunaona masuala ya IEBC. New raw looms over IEBC chiefs after claims of impartiality. Ni kuhusu upinzani ama viongozi wa upinzani watatu ambao walizungumza jana Nairobi, akiwemo Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Eugene Wamalwa, ambao walijitokeza na kusema kwamba serikali ya Kenya Kwanza na chama cha ODM wamejiweka pamoja na kidogo wanataka kuchanganya ile process ya IEBC ya kutafuta makamishna pamoja na kutafuta mwenyekiti wa tume hiyo ya IEBC. Waliposema pia kwamba viongozi hawa wawili, Rais William Ruto pamoja na Raila Odinga, wanataka kuweka watu wao kwenye tume hiyo ya IEBC ili ifikapo mwaka wa 2027 waweze kupata wakati mzuri kwenye kura, ama wapate mtu ambaye anawasikiza wakati wa kupiga kura. Na pia wakasema kwamba wameanza siasa za mapema. Ni baadhi ya yale ambayo walizungumza hapo jana kwenye kaunti hiyo ya Nairobi. Kwenye ukurasa wa 14 na 15 wa gazeti la The Star tunaona smart farming conservation agriculture helps fight climate change. Big Bed ni taarifa ambayo utaipata kuhusu kilimo biashara, na ni kuhusu kuja kwa teknolojia mpya ambayo inasaidia kilimo na biashara na inasaidia wakulima. How conservation agriculture helps fight climate change. Kwa hivyo ni jinsi kilimo biashara inasaidia kubadilisha ama kusaidia ubadilifu wa miundo mbinu ama climate change ambayo imekuwa ikishuhudiwa nchini Kenya. Tuliona kwamba wakati wa mwezi wa Januari tuliona kwamba kulikuwa na mvua kidogo na jua kidogo, lakini Februari tukaona kwamba kulikuwa kumekauka sana, mvua haikuwepo nchini Kenya, na pia tukaona kwamba wakulima walikuwa wamepata adhari kwa sababu hawakuwa wamefanya upanzi, walikuwa wanashindwa kulima ama kufanya ukulima wao. Lakini kwa sasa tukaona Machi, wiki ya pili ya tatu, mvua ikaanza kunyesha ili wapatia wakulima waanze kulima, wakapanda, na kwa sasa watu wengi wamelima. Lakini je, utasaidia aje ama kilimo hiki kitasaidia aje kuendeleza ku fight climate change ambayo tumekuwa tukishuhudia? Na pia wengi ama wanasayansi wanasema kwamba pia ni sisi tutakuwa tukiyatunza mazingira yetu vizuri, basi tutakuwa tunapata climate nzuri, na itakuwa ni kusaidia wakulima pia kwenye nyakati tofauti ambazo ama misimu tofauti ambayo inatokea. Kwa hivyo ni taarifa ambayo utaipata ukurasa wa 14 na 15, haswa kama wewe ni mkulima na unataka kuelewa mengi kuhusu kilimo biashara. Hayo ni yale ambayo yamepatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Star asubuhi hii ya leo. Tukiangazia gazeti la mwisho siku hii ya leo, gazeti la Taifa Leo, tunaona viongozi tofauti kwenye picha ya kwanza, haswa Rais William Ruto. Tunamwona pale mwandishi akizungumza akisema wenyeji wa Laikipia na Nyeri wajitokeza kwa wingi kumlaki Rais William Ruto, kinyume na dhana angekumbwa na upinzani. Ruto aanza kukwea mlima. Tunaona safari yake William Ruto imeanza kikwea mlima, ambapo anazungumzia umati wa watu kule siku ya kwanza kuzuru mlima Kenya baada ya kutimuliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, huku akitoa ahadi ya kutekeleza miradi yote ya maendeleo aliyoahidi eneo hilo mwaka wa 2022. Taarifa ambayo utaipata ukurasa wa 2 kwenye gazeti la Taifa Leo. Lakini yale ambayo mwandishi anazungumzia tu ni kuhusu ziara yake Rais William Ruto kuelekea mlima Kenya, na jinsi amesema Ruto kukwea mlima. Tunaona Rais William Ruto
akihutubia. Hiyo ni picha ambayo mwandishi anajaribu kuelezea picha ambayo imechapishwa kwenye ukurasa wa kwanza, akisema kwamba hiyo ni picha ambayo kidogo tu ni picha ambayo Rais William Ruto akizungumzia ama akiwahutubia wakazi wa Laikipia kule Nanyuki baada ya kuweka jiwe la msingi kwa ujenzi wa madarasa 10 katika shule ya msingi ya Nanyuki DEB na sekondari msingi katika kaunti ya Laikipia. Rais alisema hakuna jamii au kaunti au eneo lolote ambalo litatengwa na serikali ya jumuishi. Pia alikagua ujenzi wa soko la kisasa la Nanyuki, mradi wa ujenzi wa nyumba nafuu. Kwa hivyo ni baadhi ya ile miradi ambayo Rais William Ruto anatarajiwa kuzindua na pia kukagua. Tunajua kwamba miradi ya nyumba za bei nafuu amekuwa akizungumzia kuhusu nyumba za bei nafuu kwa wingi. Kwa hivyo pia ni ule mradi ambao tunatarajia Rais William Ruto siku ya leo pia atakuwa na zungumzia na pia kuzindua miradi tofauti mipya na pia kuendelea labda kukagua ile miradi ambayo inaendelea. Tukisonga mbele kwenye gazeti hili la Taifa Leo, kwenye ukurasa wa 3 pia tunawaona viongozi wa upinzani IEBC, Karua, Kalonzo walalamika, ambayo mwandishi anasema wadai serikali inapanga kudhibiti mchakato wa kuajiri makamishna wapya wa tume hiyo ya IEBC. Kwa hivyo ni baadhi ya zile taarifa ambazo zimepatiwa kipaumbele kwenye gazeti zote asubuhi hii ya leo kuhusu upinzani kuongea ama kuzungumza kuhusu serikali kupanga kudhibiti mchakato wa kuajiri makamishna wapya kwenye tume ya IEBC. Kwenye ukurasa wa 4 tunaona majonzi, watu 7 wa familia wakifariki. Ni taarifa ambayo pia tuliona ilipatiwa kipaumbele kwenye gazeti la The Daily Nation, ambayo tunaona hali ya huzuni baada ya watu 7 wa familia moja kufariki katika ajali ya barabarani. Tumeona taarifa hiyo ambayo ni ya majonzi kwa familia hii kupoteza watu 7 kwa muda ama kwa sababu ya road accident ama ajali ya barabarani. Tunaombea familia hiyo na pia tunawatakia labda waweze tu kutoa ama kupata rambirambi zetu na waweze kusonga mbele na maisha. Tetemeko, tunaona vifo vya Myanmar vyafika 3,000. Nilikuwa nimesema kwamba imepita 2,700 na kwa 2,700 na kwa sasa tunaona kwamba gazeti la Taifa Leo limezungumzia kuhusu tetemeko la ardhi ambayo lilitokea kule nchini Myanmar, na kwa sasa viongozi wasema watu 3,000 wamethibitishwa kufariki huku wengine 4,521 wakijeruhiwa. Ni taarifa ambayo ni ya kusikitisha mno ambayo utaipata kwenye ukurasa wa 8 kwenye gazeti la Taifa Leo. Kidogo tu nitakuwa narejea kwa muda usiokuwa mrefu ili tuweze kuangazia baadhi ya taarifa 2-3 ambazo zimebakia kwenye gazeti la Taifa Leo. Naitwa Jacinta Nyabeta. Wewe ni fundi wa kujenga nyumba au una nia ya kujenga nyumba? Basi duka la Shah Ceramics ambalo lipo mjini Kisii mkabala na jumba la Mocha Place wanauza bidhaa mbalimbali za ujenzi kama vile mapo tiles, chuma aina mbalimbali, mabati, simiti, PVC ceiling, vioo na cabinets, tangi za kuhifadhia maji, chain links, MDF boards, ceiling boards, rangi aina mbalimbali hadi zile zinachanganywa na kompyuta,
bulbs, zulia aina zote, power tools, showers, pump za maji, kufuli, gypsum board na zingine nyingi. Wapigie simu kwa nambari 0703943972. Shah Ceramics for hardware and sanitary. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELB na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College, we provide quality service and uphold high intellectual values. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas, Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris. Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Unatazama Ndizi TV Afrika. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tukiendelea na uchambuzi wa magazeti, ikiwa ni siku ya pili ya Aprili mwaka wa 2025. Tunaendelea kupitia yaliyomo magazetini, ambapo tulikuwa tunazungumzia ama tunaangazia gazeti la Taifa Leo. Kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti la Taifa Leo tunaona koti yazuia karo kupitia e-Citizen.
ambayo tunaona kwamba koti yazima agizo la kuwataka wazazi kulipa karo kupitia e-Citizen. Tunajua kwamba serikali ilikuwa imeweka mikakati kwamba zile services zote za serikali, ukiweza kupata service yoyote ya serikali unapaswa kulipa kupitia e-Citizen. Kwa hivyo kwa sasa koti imeweza kuamua kwamba karo ya wanafunzi haifai kupitia e-Citizen, na inapaswa tu kulipa kwa njia ya kawaida ambayo wazazi wamekuwa wakilipa, kwa sababu tunaona kwamba uamuzi huu umewasaidia wazazi wengi, kwa sababu walikuwa na hofu kwamba labda hawataelewa jinsi mambo haya yanaenda, haswa ya karo ya wanafunzi. Kwa hivyo tuliona siku ya jana koti hiyo iliamua kwamba karo haitakuwa inapitia kwenye mtandao huu wa e-Citizen. Tukisonga mbele kwenye ukurasa wa 5. Aliyefungwa kimakosa atoa masharti. Aliyefungwa maisha kwa mauaji ya mtalii lakini akaachiliwa baada ya miaka 12. Ni taarifa ama ni hadithi kidogo tu ya jinsi mwanaume mmoja alifungwa kwa miaka 12 baada ya alikuwa accused kwamba aliua mtalii mmoja na kufungwa kwa miaka 12, lakini baadaye imepatikana kwamba ni uongo, ilikuwa ni makosa. So ni taarifa ambayo pia mwandishi ameipa kipaumbele kwenye gazeti hilo la Taifa Leo. Kama unataka kujua mengi kuhusu taarifa hiyo, unaweza soma gazeti la Taifa Leo ukurasa wa 5. Hayo ni baadhi ya yale ambayo yalipatiwa kipaumbele kwenye magazeti asubuhi hii ya leo, ambapo tumeona taarifa tofauti kwenye gazeti 5, ikiwemo The Standard, The Daily Newspaper, The People's Daily, The Star pamoja na Taifa Leo. Kwa hivyo kwa haya magazeti yote ni maudhui yapi yamejitokeza? Kwa ufupi tu ama tufanye ufupisho kwa maudhui ambayo yamejitokeza ama yale mambo ambayo yamejitokeza kwenye magazeti haya yote. Kwanza ni kuhusu ziara yake Rais William Ruto Mlima Kenya, ambapo waandishi tofauti wamezungumza, wengine wakisema kwamba rais ni mwongo, ama wananchi wanafikiria kwamba rais ni mwongo. Wengine wanasema kwamba Ruto ameweza kuukwea mlima. Tunaona kwamba Taifa Leo ilisema kwamba Ruto aukwea mlima, na pia tumeona kwamba kila mwandishi ameandika na njia tofauti ya kuelezea njia tofauti ama zile agenda tofauti ambazo anataka wewe ambao unaenda kusoma gazeti hii uweze kuelewa different angles, lakini story ni ile kwamba Rais William Ruto alianza ziara yake hapo jana, na hii ziara itakuwa inaendelea kwa siku 5 mpaka siku ya Ijumaa, ambapo atakuwa anazindua miradi tofauti. Lakini tunaona waandishi wameangazia taarifa hii ya Rais William Ruto kuelekea Mlima Kenya, na pia tunawaona ama yale ambayo yamejitokeza kwenye gazeti hizi ni kuhusu elimu ama maudhui ya elimu, ambayo tumeona wazazi wamepata afueni baada ya jaji kuamua kwamba e-Citizen haitakuwa inatumika ama wazazi hawatakuwa wanahitaji kulipa karo kupitia e-Citizen. Ni taarifa nyingine ambayo imepatiwa kipaumbele. Lakini pia kisiasa, tumeona wakizungumzia ama viongozi wa upinzani Kalonzo Musyoka, Martha Karua na Eugene Wamalwa wote walijitokeza jana na kusema kwamba kidogo tunashuku hii serikali ama tunashuku kwamba wanapanga njama fulani kupitia kwa tume hii ambayo inapaswa kuchaguliwa kwa haraka ya IEBC ama tume ya uchaguzi na mipaka, ambayo wanapaswa kutafuta mwenyekiti na pia wanapaswa kutafuta wale makamishna ambao watakuwa wanasaidia katika kura ama uchaguzi wa 2027. Pia tunaona maudhui ya kisheria yakijitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo, ambapo pia tumeona jinsi koti iliamua kuhusu kesi hiki cha e-Citizen, na pia tumeona kuhusu judges ambao ni
ile ni kama kidogo Judicial Service Commission wakiwa na mzozo kati na majaji wengine, ama wale majaji wa Judicial Service Commission na majaji wengine wakiwa na mzozo kidogo. Pia ni jambo ambalo limejitokeza kwenye magazeti asubuhi hii ya leo, na pia tumeona maudhui pia ya huzuni kidogo, ambapo tumeona vijana ama familia ambayo imepoteza watu 7 kwa ajali ya barabarani, na pia tumeona kwamba tumeangazia gazeti fulani iliangazia kuhusu maafisa wa polisi ambao walipoteza uhai huko nchini Haiti, ambao ni maafisa kutoka Kenya, na pia kuzungumza kwamba wawili pia waliweza kuumia ama wameumia kwa wiki iliyopita, na ni taarifa ambayo ilipatiwa kipaumbele pia. Na pia kwenye huzuni pia tumeona ama tumezungumzia nchi ya Myanmar ambayo ilipatwa na tetemeko la ardhi ambalo liliweza kuchukua liliweza kuchukua uhai wa watu 3,000 kwa sasa. Kwa sasa nambari ya wale ambao wamepoteza uhai wao ni 3,000 na waliojeruhiwa ni kupita 1,000 ama 4,700. Kwa hivyo ni wale ambao wanaendelea kupatikana, kwa sababu si nambari ambayo tunajua kwamba watu hawa 3,000 peke yao ndio wamepoteza uhai wao. Kuna wale ambao hawajapatikana, kuna wengine wanaendelea kufukuliwa, kuna wengine hawajui wenzao wako wapi, familia zao ziko wapi. Kwa hivyo ni taarifa ambayo tutakuwa tunaifuatilia kwa undani ili tuweze kukuambia kwamba ni wapi ama watu wangapi wameweza kupoteza maisha yao. Na pia tumeona